ni yule mtumishi Aika na mafundisho mazuri kabisa. Je, wewe unahitaji kujua mengi? Fuatilia vipindi hivi kila siku ya Jumatano, Ijumaa mpaka Jumamosi. Aika, mtumishi Aika. Na huyu ni mtumishi Aika kutoka hapa kwetu Tanzania. Welcome. Na kila sababu kusema asante kwa jinsi ambavyo wamenipa neema na wamenipa msikilizaji neema ya kipekee ya kuweza kusikia ujumbe huu ambao Mungu amenipa kwa ajili ya kuweza kusema na watu wako. Roho Mtakatifu, ninakutukuza. Roho Mtakatifu, ninakuinua. Ninakukaribisha mahali hapa sasa uweze kusema na sisi, maana wewe ndio mwalimu wa kweli, na ukatufundishe kweli, na hiyo kweli ikaweze kwenda kutuweka huru, ni katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, niko mbele yenu kabisa kwa unyenyekevu mkubwa kuwaletea ujumbe ambao Mungu amenipa niweze kusema na nyinyi maneno machache, kusema na nyinyi maneno machache kuhusu kwamba utakuwa wapi milele. Wengi wetu, mpendwa msikilizaji, wengi wetu hawaelewi hata wakifa watakuwa wapi. Na mwingine anasema tu nikifa mimi nitakwenda mbinguni. Lakini unapomwangalia matendo yake jinsi yalivyo, unaona kabisa waendao mbinguni hawao hivyo kama vile anavyosema kwamba atakwenda mbinguni. Lakini sote ni wanadamu, na bila kujali vyeo vyetu, utajiri wetu, umaarufu wetu, au usomi wetu, au umri wetu, sisi sote tutakufa na kuiaga dunia hii. Hakuna hata mmoja ambaye ataishi milele. Hakuna hata mmoja ambaye ataishi milele. Mimi nitaondoka, wewe utaondoka. Na wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna wengi ambao ulikuwa unajua, ni viongozi wakubwa, ni jirani, ni watoto wetu wa kuwazao sisi wenyewe, ni waume zetu, ni wake zetu. Lakini wameondoka, saa yao ilipofika waliondoka. Wakaacha vitu vyote, pamoja na usomi waliokuwa nao, pamoja na utajiri waliokuwa nao, pamoja na vyeo walivyokuwa nayo. Lakini vyote wameviacha na wameondoka. Walikuwa na marafiki wengi, mandugu, jamaa na marafiki. Wengine wote wamewaacha. Kama tulivyosema kwamba hakuna kanuni yoyote ya mwanadamu kusema kwamba mimi nitaishi milele. Hapana. Hakuna mwanadamu atakayeishi milele. Kila mmoja anaondoka kwa zamu yake. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29. Hebu tuone neno la Mungu linasemaje hapa. Na wana wa Walawi wakalichukua sanduku la Mungu mabegani mwao kwa miti yake, kama vile Musa alivyowaamuru. Mambo ya Nyakati 29:15, neno la Mungu linasema, ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Tukisoma katika ile Ayubu 14:1-2, Ayubu 14:1-2, neno linasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, na hujaa taabu. Yeye uchanua kama mbingu ya tatu ni ipi? Kisha ukatwa. Mbingu ya tatu kama vipi? Wala mbingu ya kwanza ni hii iliyo na mawingu. Hii tunayoiona ndio mbingu ya kwanza. Wako wanawake wazuri, wako wanaume wazuri ambao waliishi duniani kwa muda mfupi na sasa hawako tena duniani. Wako matajiri na wenye vyeo vikuu walikuwa hapo duniani, sasa wako pamoja nasi tena, wameiaga dunia baada ya kuishi duniani kwa muda mfupi. Duniani ilitokea kuwapenda sana wanasiasa, kama mfano Edward Moringe Sokoine. Unaweza kuona kwamba yuko katika ulimwengu huu, alipendwa sana kipindi hicho, lakini hayupo. Yuko mwasisi wetu Nyerere, hayupo. Wako wengine wengi, kina Jomo Kenyatta wako, Samola Michael hayupo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Tukienda katika Lucky Dube hayupo. Unaweza kuona watu maarufu wengi wako. Wamekwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wametutangulia, wameondoka.
wameondoka. Wanasayansi maarufu kama wengi wameondoka. Mawaziri wameondoka, marais wameondoka.